Kwani baba, uchawi una faida gani hapa duniani? Mwanangu bwana. Mwanangu, kuwa yaone. Ukisikia neno la wahenga walisema kuwa yaone, ndo sasa. Kwa kuwa umekubali kupokea uchawi wangu, naamini yote nitakuelekeza mwanangu, sawa? Uchawi una faida nyingi sana. Uchawi una faida nyingi tena uwezi kuamini mwanangu. Hivi unavyoona babako mpaka leo anaheshimika. Mzee Kasungura. Mzee Kasungura. Kutokana na zamana ya uchawi. Nisinge tu Mzee Kasungura bila uchawi. Leo hii mwanangu unaitwa mwanangu Jaida. Itakuja siku nyingine utaitwa jina jingine. Hilo kutokana na cheo changu nitakachokupa mimi babako. Uchawi mwanangu, uchawi. Yaani uchawi ni kitu ambacho kinaleta faida sana mwanangu. Leo ukitaka kwenda Dubai unaenda. Ukitaka kwenda Mwanza unaenda. Wewe sasa hivi kuambiwa Dubai utaenda sasa, una hela na nauli unaye? Hapana, sina. Lakini leo ukiona uchawi Dubai umeingia sasa hivi, na sasa hivi umetua hapa Tanzania. Si mwanangu raha hiyo. Kwa hiyo yote na yote naamini umeshanielewa. Na mimi napenda sana familia ambayo yenye utashi kama babako. Lakini ningekuwa kama yule dadako, sasa hizi hapo watu wangeshajaa vurugu, angeniletea vurugu hapo. Safi sana mwanangu. Basi chakufanya hapo sio mbaya. Vipi kwanza kwa chakula mjapika program? Chakula tayari. Yaani tulikuwa tumekaa hapa tunakusubiri wewe utupe chochote kitu ndio tukarudi. Jamani, muda mwingine mkapika hata mbaazi. Jamani, mbona mbaazi kule shambani zinaiva sana? Shida nini? Mbaazi kaka zimekauka sasa hivi. Mbaazi hata kama zikakauka ukitia mafuta mchuzi juu ile ngome inaiva safi na ugali unalika. Unakuchoka kila siku mbaazi. Choka gani? Tumezichoka kwani tayari. Basi wewe nenda pale mfukoni kwenye suruali yangu jeusi ile kachukua kanunue mboga. Alafu nenda kaniitia Rashidi. Unajua mdogo wangu, siku zote asiyosikia la mkuu huvunjika guu. Na naona sasa wewe unatafuta kuvunjika hilo guu. Kwa sababu sisi tunaongea mpaka inafika stage sasa tunachoka. Dada zako wanalalamika mpaka wanafika stage wanalia. Sawa? Unafika stage yule dada mkubwa analia, anamtaja mpaka baba, anamtaja mpaka mama. Hiyo yote inaonyesha kwamba unaitafuta laana kwa nguvu. Wewe pombe inakusaidia nini kwenye maisha yako? Baza mimi nasikiliza. Hapo unajua. Ndio vitu vya. Unajua baza. Pombe ni starehe kama starehe nyingine. Kuna mtu anavuta sigara ni starehe yake. Mimi nakunywa ni starehe yangu. Kuna mwingine mademu ndio starehe yake. Sasa hapo kwenye starehe baza ndio tusipangiane kabisa. Cha msingi cha kusisitiza wewe ni upambane, tuwalishe kina dada. Hapo kidogo nitakusupport. Ila kwenye swala la kunywa pombe hapo, uniambia niache. Hilo sitoweza kwa sababu hiyo ndio starehe yangu. Hapa nilipo hapo. Siibi cha mtu, natafuta mwenyewe. Sina lielewa baza. Sasa ukisema niache pombe, hapo nakuwa nanikosea. Kwa mfano saizi hapo ni tulize kwanza. Nikikwambia saizi kakojoa kijiweni pale mbele za watu unaweza? Saizi hapo tuende tukakojoa pale kijiweni pale wanawake nini wakuone unaweza? Sasa baza utaweza? Uwezi. Ukiwa mlevi kwa nini unakojoa? Kwa hiyo mimi nasikuonyesha nikojolea mtaani. Watu wamejaa vile mimi nachukua kitu changu na nachuja wale pembeni shaka kuniona. Sio hilo tu. Inakuja stage ambako unajinyea. Yaani yote ni kuonyesha kwamba pombe ni kilevi, lakini kilevi hicho kama unakitumia bila busara. Wenzio wanakunywa na pesa wale. Wanatafuta maisha after zeni jioni ile. Ndio wanakutana, wanapata pombe kwa kutuliza akili. Wewe asubuhi tena hela kuiba unaenda kunywa pombe. Hiyo akili. Unaacha kazi za msingi asubuhi unaenda kunywa pombe. Afu sasa angalia umri wako ulivyo. Angalia mimi wajaribu kwenye ulevi. Mimi face wewe mpaka wanawake sasa wanakuogopa. Unafikiri utaishi vipi? Sasa afapo na siku. Useme mimi nimeiba hela hapo, hela mimi nimeiba nani?
Alafu mimi sijaanza kujinyea hata siku moja. Yaani tangu nimeanza kunywa sijaanza kujinyea. Sijaanza bwana unazingua bwana. Yana jinyea. Hapo tunapo. Yaani mimi nikwambia hivi, mdogo wangu. Yaani shukuru Mungu kwa sababu tu mimi nawapendea. Lakini ingekosa hivyo ama zako. Kwa sababu nini? Vitu vingi sana nafanya vya kipuuzi, mimi nakuangalia tu. Dada zangu wananisii nikuache. Siku zote mwanadamu amezaliwa ana mapungufu, lakini inategemea na wale mapungufu yapoje. Mapungufu yako yamezidi ambayo mtu anakuja na kuambia unashindwa kuyarekebisha. Kwa nini? Basi blaza tusende mbali. Unataka mimi niache pombe? Fresh mimi ndaacha. Kuanzia leo. Tuna kunywa pombe. Unanichekelea. Kuanzia leo sinywi pombe wala kile vitu vyote mimi sigusi. Mungu anamsikia. Hivi sinywi pombe wala nini. Alafu huwezi kusikia tena anashinda pale pombe. Saizi, sasa cha msingi hapo baba. Kinipa 2000. Saizi pombe? Baadaye ushahidi. Sinywi pombe tena. 2000 tu fresh. Pesa zangu. Wewe ukinipa hiyo? Ile bahati mzuri. Wewe umeshawahi kwenda jeshini. Nilienda jeshini mwaka ule ulikuwa kama 82 nilienda jeshini. Kwa hiyo mechi zako nani tena ijue, nishakwambia pombe haifai. Hiyo 2000 shajua mchoro wako na kufanya nini najua. Sawa, cha msingi tupambane kufanya kazi. Acha hizo mambo yako ya kipuzi. Huyu angeingia kwenye mtego. Rashidi acha pombe. Wewe pombe starehe. Mimi kwenye kamnyoso bwana nitaka tajiri. Wewe acha pombe naingia. Mimi nikija pale siangalie kwanza demo mama Shabani anapomkamatia hapa nikileo. Nikio hivi ule ukimkamatia bichangu wake sasa ngoja nilewe. Tajiri ameingia mimi humu bwana. Sasa dada acha pombe kwa kweli. Na ungenipa hela ungeonao. Kule. Usemi chochote, kama unipende basi niambie mimi nijue. Unajua unaniumiza sana nafsi yangu afu sipati chochote. Niambie basi mimi leo nimekuja nataka jibu. Majibu yapi unayotaka wewe? Kama kweli mwanamke ni rais wa shetani. Yaani wewe mimi kukutongoza leo unanikataa tena, majibu yapi tena? Hivi wewe unadhani kila mwanamke unapomuona, unapomtongoza tu ndo jibu linatoka? Sisi wengine hatuko hivyo. Natakiwa uvumilie. Vumilia baba, ukitaka majibu mazuri vumilia. Yaani unajua katika maisha sisi wanaume ili tukamilike kuwa mwanaume ni lazima uwe na mwenzie. Na mimi macho yangu yametazama kwako. Sasa naona sisi unafuatia huyu mwezi sio watatu, unaniambia tu kesho. Alafu nikija pale babako mkali. Na kama unavyojua babako anaogopeka sana. Sasa leo tulipopata nafasi kama hii, mimi naomba tu nijibu nijue kulikuwa ni kesho za nini. Please naomba unisaidie. Naomba nikubalie, mimi nakupenda. Tafadhali nakuomba, mimi nakupenda. Nina lengo la dhati kwako. Haya magoti unayopiga hapo kanisani ulishawahi kupiga? Sister, amekuja huko tena? Masuala ya mapenzi ndugu yangu na kanisani wapi na wapi? Yaani unashinda kunielewa, unaingiza mpaka tena mambo ya kanisani, mambo ya misikitini tena wakati dadangu mimi nakupenda. Afu usichokijua, mimi mwenyewe kile nikilala naona kabisa unatembea na vipande vya moyo wangu. Naomba nikubalie please. Sawa, nimekuelewa. Usoni na furaha ila moyo una ghadhabu. Hivi nili kiachana na mimi huna mahusiano yoyote? Asante. Mimi kiukweli bwana, mimi sina mahusiano yoyote yale. Na usichokijua mimi mwenyewe toka nizalio sijawahi kuwa na mwanamke. Kifupi mimi sijawahi kuanza hivyo vitu. Nataka nianze kwako. Nashukuru sana kwa kunikubalia. Hivi unachoongea kweli unamaanisha? Ndio namaanisha. Ndio.
Asante sana Zedi, naahidi nitakupenda, nitakulinda, pia naahidi nitapambana na wewe kwa kila kitu, hata kama kukiwa na ugumu wa aina gani, hiyo njia nitapita na wewe. Kiukweli mimi nakushukuru sana Zedi. Sawa, hayo ni maneno yenu tu wanaume. Mkihitaji kitu mtatumia kila njia ili tu mpate mtu. Sawa, mimi nashukuru sana. Sasa samani, mimi kuna simu kidogo na wai, na unajua pale nyumbani kwako kuna